Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mdau wa Malecom popote ulipo, karibu sana kwenye kijiwe cha michezo. Tujuzane mawili matatu ya kimichezo ya ndani ya nchi na yale ya kimataifa, kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa. Kama wewe ni mdau kindakindake wa michezo, hususan mpira wa miguu aka soka aka kabumbu, wazungu wanaita football, basi bofya alama ya dole gumba chini ya video hii kama ishara ya kusapoti mpira wetu uzidi kusonga mbele. Pia maoni yako ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia Malecom ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tuliyokuletea hapa kijiweni. Bwana, taarifa iliyotufikia hivi punde ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa hukumu kwa TFF ama Tanzania. Ni nini ambacho kimetokea? Hukumu hiyo inatokana na nini? Basi kaa nasi hapa tukujuze kila kinachojiri, lakini habari kubwa ni kwamba shirikisho la soka Afrika CAF linatoa hukumu kwa Tanzania. Nikukumbushe tu wewe ambaye bado hujasubscribe, basi ufanye hivyo kwa kubofya maandishi yaliyoandikwa neno subscribe, kisha ubofye alama ya kengele, na hapo utakuwa umejiunga na familia hii kubwa na pendwa ya michezo, na kila taarifa tutakayokuwa tukiiweka wewe ndio utakuwa wa kwanza kujuzwa, na kwa maana utapata notification. Sasa twende kazi. Bwana, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Tanzania Football Federation, kupitia ukurasa wake wa Instagram wameposti taarifa ambayo inasomeka kama ifuatavyo: kamati ya rufani ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF imetupa rufani ya Guinea dhidi ya Tanzania. Guinea ilikata rufaa kupinga maamuzi ya kamati ya nidhamu ya CAF kutupa malalamiko yao dhidi ya Tanzania. Awali Guinea walilalamikia Tanzania ikidai kuwa mchezaji Ibrahim Ame aliyeingia kipindi cha pili alivaa jezi yenye namba tofauti na ile iliyoandikwa kwenye orodha rasmi ya wachezaji. Ilidai kuwa kitendo hicho kiliwaathiri kisaikolojia, hivyo kuwafanya wasishinde mechi hiyo ya kuwania kufuzu kombe la mataifa Afrika AFCON iliyofanyika Novemba 19, 2024 jijini Dar es Salaam. Tanzania mechi hiyo ilishinda kwa bao 1-0. Katika uamuzi wake uliotolewa Juni 11, 2025 na kutumwa leo TFF, kamati ya rufani imekubaliana na uamuzi wa awali uliofanywa na kamati ya nidhamu ya CAF kuwa malalamiko yao hayakuwa na mashiko kikanuni. Hiyo ni habari ambayo TFF wameposti kupitia ukurasa wao wa Instagram. Hivyo wale ambao walikuwa wana mashaka juu ya kile ambacho kinaendelea, kwamba Guinea walikata rufaa, kwamba huenda Guinea kama wangeshinda basi nafasi ya kushiriki AFCON ingechukuliwa na wao, lakini CAF wametupilia mbali madai yao na kusema hayana mashiko kikanuni. Hivyo Tanzania na AFCON ni dam pete na kidole. Malecom tutaendelea kukupa updates zote za kile ambacho kinaendelea katika mpira wetu ndani ya nchi na nje ya nchi. Cha kufanya subscribe na kubofya alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoziweka. Malecom tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine. Bye bye.